Mdogo wangu, nilijua wewe ndio utakuwa mshauri wangu, utakuwa karibu yangu. Sasa umekuwa adui. Umefurahi sasa? Afu na wewe, yule si kakako? Kwa nini umeamua kufanya vile? Una huruma na kakako? Sawa, nawashukuru. Yote namwachia Mungu. Leo kwangu, kesho kwenu. Asanteni sana. Achana na mahubiri yake. Ngojera nyingi. Oye, tusepe tu. Sesta bwana. Ya unalia, yani mimi ndo nafurahi. Endelea kulia hivyo hivyo yani. Unanifurahisha hapa nyumbani. Unalia eh? Unanifurahisha kweli. Sasa ni jioni, jua linazama. Sasa ni jioni, jua linazama. Hata ndege wanarudi kwenye vioo. Shikamoo babu. Marahaba mjukuu wangu. Mbona unatembea njiani ni kama vile unagombana na mtu? Kuna nini? Babu, mafundi wananichanganya hapa mtaani. Yaani na mwezi kila siku napelekaga simu kwa fundi, lakini wananichanganya. Simu yangu nikiwapelekea wanasema wametengeneza, afu kumbe inabaki vile vile yani. Babu yangu, fundi ni mmoja tu. Babu, hapa mlo mimi sioni fundi yoyote, wananichanganya tu. Unahangaika nini babu yangu? George ndiye fundi bora hapa wa muda wote babu. Babu, ni kweli hiyo? Mimi mwenyewe hivi unaniona napeleka simu yangu kwa fundi George. Yes, fundi ni moja tu. George ndiye fundi mahiri na bora wa muda wote. Tunatengeneza simu kwa vifaa maalum na vya kisasa. Tunauza simu original, flash original, memory card original, battery original, charge cable, switch cable. Fundi George. Tunapatikana Mloo, tunatazamana na sheli ya Manyanya. Wasiliana nasi kwa namba zifuatazo: 07 46 29 70 12. Fundi George ndiyo suluhisho la matatizo ya simu yako. Fika Mloo, utahudumiwa. Yani George, mwana wa Pahaya. Karibu kijana, naomba nikusikilize. Unatokea wapi? Unaitwa nani? Asante sana dokta. Kwa majina naitwa Playboy almaarufu sana hapa mtaani. So lengo la kuja kwako bwana dokta, kuna jambo linanitatiza sana kwenye akili yangu. Hivi kwa mfano mtu mlikuwa naye yupo vizuri tu kiakili, mnapanga mipango yenu vizuri, lakini natokea ghafla mtu kabadilika, yaani kiufupi kawa chizi. Hiyo inasababishwa na nini? Au kunakuwa na mkono wa mtu karogwa? Inahitaji labda unifafanulie zaidi, yani kiutaalamu. Labda inasababishwa na kitu gani? Maana kuna rafiki yangu jana tulikuwa naye vizuri, lakini leo cha kushangaza ameamka ana akili timamu. Na tuwezi tukapanga mipango yoyote. Kwa hiyo naomba unisaidie. Asante, karibu, nimekusikiliza. Kwani kijana ana umri gani? Nahisi ni kuanzia miaka 20 hadi 25 hapa katikati hapo. Na alishawahi kutumia madawa? Kwenye madawa ya yaani madawa gani? Madawa ya kulevya labda, ya kupumbaza akili, ya kudumaza akili. Hapo ni sio muongo. Kwa jinsi ninavyomfahamu, hajawahi hata kidogo. Anaitwa nani? Anaitwa Silas. Silas. Okay. Sasa changamoto ambayo inawapata watu wengi sana kurukwa na akili kufanyaje? Huwa ni mtu labda kama ni mtumiaji mzoefu sana wa madawa ya kulevya, hususan kama bangi, madawa ya kujichoma, kuna sindano zile ambazo wanajidunga mateja. Kwa hiyo ana historia hiyo? Hapana.
wewe ni rafiki yake, niambie tu ukweli tuweze kumsaidia. Yaani dokta, yani yule nimeishi naye kwa muda mrefu. Yaani hizo tabia wala sijawahi kuziona. Ndio. Ya, hata kama labda ishawahi tumia huko nyuma, lakini hapana, haiwezekani. Yaani yule ni mtu pishi sana. Basi itabidi tumfanyie vipimo. Sawa. Tutamfanyia vipimo, kama tutakuta kuna tatizo lolote tutakujulisha. Sawa dokta, nimekusikiliza na nimekuelewa. Sasa cha kufanya hapa, inabidi niwatafute vijana wenzangu, tumkamate tumlete. Maana yule jamaa ni mbogo, ana nguvu. Kwa cha kufanya hapa, ngoja tumtafute vijana wenzangu, angalau tumzimishe, tumlete hapo, mfanyie vipimo. Sawa, itabidi mfanye haraka ili muweze kumleta ili aweze kufanyiwa vipimo kabla tatizo lijawa kubwa. Sawa? Sawa dokta. Ndio. Aya we. Oya mwanangu, shida nini? Ni luku? Hapana. Umeme? Ni mota inazingua, haina hata mwezi. Aya. Unapata shida nini mwanangu kuhangaika kwenda kununua vifaa vya mashine mbali, wakati jibu ni Tefa Electrical Contractor ndio wauzaji bora. Ni kweli kwamba Tefa Electrical Contractor ni wauzaji bora wa vifaa vya mashine kama vile mota, control starter, vipuli vya mashine ya kusaga na kukoboa, vipuli vya mashine za alizeti, vinu vya kukoboa na kusaga, chekeche za kusaga na kukoboa, mikanda original na vifaa vingi vinavyohusiana na mashine. Sasa Tefa hawajaishia hapo tu. Tefa Electrical Contractor wanakuletea taa za kisasa zenye ubora kabisa, pasi za umeme, cable pamoja na swichi, wireless za umeme aina zote, contactors pamoja na hita za umeme. Tefa Electrical Contractor tunapatikana Mlo, tunakaribiana na jengo la Muhindi. Wasiliana nasi kwa namba 0754 64 67 31. Tefa Electrical Contractor. Hapa ni nyumbani. Karibu, naona tumeonana kwa mara nyingine. Asante dokta. Ndio. Sasa nataka nikupe majibu ya ndugu yako ambao tumemfanyia vipimo. Tumempima vipimo vyote na tumepima wingi kama alikuwa anatumia madawa labda. Maana kuna aina mbalimbali za madawa ya kulevya. Tumejaribu kupima nicotine, tumeona iko vizuri, lakini kwa bahati mbaya hatujaona tatizo lolote. Sasa sijajua shida ni nini, ndugu yako nakaa naye vizuri au changamoto ni nini, au hukuniambia vitu vinani au vipi? Kwa dokta hana shida yoyote, yani nimempima kwamba labda imesababishwa na nini, amuone. Hatuoni tatizo lolote kwake yeye. Ila cha kufanya, mimi nataka nikupe tu ushauri mwingine, na uliniambia kwamba ni mtu wa kusali sana. Ndio sana. Na tatizo limekuja tu ghafla, ila naamini, naomba tafuta mtumishi yoyote wa Mungu, mpeleke kanisani aweze kumfanyia maombi. Hakuna linaloshindikana chini ya jua. Wote sisi ni watoto wa Mungu, kwa hiyo kila kitu kinawezekana. Sawa? Sawa dokta. Ndio. Sasa sio jamani. Dokta, usijali, atakaa tu sawa. Mimi natakia tu kila la heri katika kumhangaikia ndugu yenu. Sawa sawa. 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 Karibu. Imekuwa ni jioni, hauonekani. Imekuwa ni jioni, hauonekani. Karibu. Kutafuta. Asante dada. Vipi mchungaji nimemkuta?
huko sio kwenu. Ndiyo yupo, ngoja nikuitie. Nyumbani, 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 fanya kazi yake. Sasa ni jioni, jua linazama. Karibu vijana. Asante mtumishi. Karibu ndani. Nafikiri naingia hata ndani basi. La, kuna jambo limenileta hapa bwana mchungaji. Ni jambo zito la kiroho, linahitaji Roho Mtakatifu. Ya, kwa kama hutojali naomba tuzungumze kwa dakika hata moja. Maana kuna rafiki yangu fulani alikuwa vizuri, lakini cha kushangaza kabisa, ndani ya siku moja rafiki yangu kaa kichaa. Yaani bila kupepesuka, yani ule kalogwa kabisa, yani ule alikuwa mzima, hata anamdai na hela, yani kalogwa yule. Kwa hiyo cha kunisaidia bwana mchungaji, twende, labda unaweza ukamuombea, anaweza akapona yule. Nimemwacha hapo nyumbani juu hapo. Yani kawa chizi kabisa. Kwa hiyo mchungaji, nipo chini ya miguu yako, kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu naomba ukanisaidie kijana hapo. Sawa kijana. Bali sisi vita vyetu si vya damu na nyama, bali ni katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Basi ngoja nichukue Biblia twende huko. Sasa ni jioni, jua linazama, hata ndege wanarudi kwenye viota vyao, kila kitu kinarudi kwenye makao yao. Wewe uko wapi? Baba nakutafuta. Ndugu yangu uko wapi? Imekuwa ni jioni sasa. Wewe uko wapi? Ni heri ungerudi nyumbani. Ndugu yangu uko wapi? Umekuja kufanya nini hapa? Tagonga na gari. Haya. Mtu mwenyewe ndio huyu hapa. Yaani huyu kijana alikuwa vizuri. Hapo nyuma tulikuwa tunapiga naye story vizuri kabisa. Lakini cha ajabu leo yupo kama hivi. Na yaani mchungaji hapa muombe. Huyu bala lake nalijua huyu. Juzi yani huyu kanitimua. Kwa hiyo yani pastor wewe fanya maombi hapo, huyu najua atapona. Huyu karogwa huyu. Muone. Nafikiri usijali. Usijali kijana, kwa sababu kinachotakiwa hapa natakiwa kwanza tumuombee toba. Tukishamuombea toba ndio tunaingia moja kwa moja katika maombi. Nafikiri Mungu atamsaidia tu. Kwa Mungu hakuna ambacho kinaweza kikashindikana. Nafikiri kwamba hata ukisoma Biblia Mathayo ule mstari wa 28 na mlango ule wa 11 inasema hivi: Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, kwa maana mimi nitawapumzisha. Tuingie kwenye toba. Tukishaingia kwenye toba moja kwa moja tutafungua ile minyororo ambayo imemshika. Tukishaifungua ile minyororo atainika tu. Akishainika ndipo tutaanza kutoa vile vimbwengu, majini na mapepo. Tutavitoa, hakuna tatizo. Baba, katika jina la Yesu Kristo anza Mungu le hai. Asante kwa kuwa ni Mungu ambaye unaendelea sisi kutulinda sisi watoto wako. Hivyo ninaenda kabisa na kinyume cha mwovu Ibilisi ambacho tutakwenda kusimama. Ninamwombea toba huyu kijana ambaye sijui ni rana ipi ambayo imemkuta. Yawezekana ni rana za ukoo, yawezekana ni rana za majini na mapepo, yawezekana ni mapepo ya baharini, yawezekana ni mapepo ambayo yanazingua, yawezekana ni rana zote zile ambazo zinafuatia za majirani, yawezekana ni rana za mabibi na mababu. Ninaziapisha katika jina la Yesu Kristo Mungu hai. Ninaondoa kabisa, ninaondoa rana, ninamwombea toba, ninamwombea toba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Nafikiri hapa ndipo tumuombea sasa. Wala haina tatizo. Tumuombee tu. Tukishamuombea, yani hapa alipo hawezi hata akatani wala akatupiga. Njoo tumuombee, tulitoa ile pepo likimbilie mahali ambako mtu amelituma. Njoo tuliombee. Njoo tumuombee, atakuwa mzima. Mungu ambaye ninamwabudu mimi ni Mungu wa ukweli. Wala mimi siigizi. Na kitu ambacho mimi na kuahidi kijana ni kwamba uniamini mimi. Kwa sababu mimi Mungu namtegemea sana. Kupita maelezo. Mungu ndio kila kitu. Naamini kabisa atamuokoa. Amina. Twende mbele za Mungu tumuombee huyu kijana.
Sasa ni jioni, jua linazama. Sasa ni jioni. Usiogope. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ni Mungu ambaye ulituumba sisi wanadamu. Ukutuumba kwamba tuhangaike na namna kama hii. Tazama kijana wako jinsi anavyopata shida. Ninaenda kinyume kabisa na nguvu za giza na mapepo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu ni hai. Ninaapisha kabisa kila ngome ya mwovu Ibilisi ambayo inakwenda kusimama juu yake. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu ni hai. Ninachapa kabisa mapepo ya baharini. Ninachapa kabisa nguvu zote za giza. Ninachapa kabisa nguvu zote za rana. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu ni hai. Toka pepo. Toka pepo. Toka katika jina la Yesu. 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 Ninaita uwepo wako. Ninaita nguvu za Mungu. Ninaita damu ya Mungu. Ninaita damu ya Yesu Kristo. Riaraba kwa sakaraba la karaba kara. Riababa ninachapa. Ninachapa. Roho Mtakatifu shuka. Roho Mtakatifu shuka. Roho Mtakatifu shuka. Roho Mtakatifu shuka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Oh, riaraka sakaraba raba karaba. Rioba kariki sukaraba la kachora. Riasin karaboya. Sante Mungu, sante Mungu, sante Mungu, sante Mungu. Sante kwa ni Mungu basi. Baba anakutafuta, rudi nyumbani. Sasa hapa cha kufanya. Huko sio kwenu. Baba hana tatizo. Hawezi kufanya kitu chochote kile. Hapa ameshakula. Mbona wewe? Ameshakula kabisa. Hapa cha kufanya. Wainga. Ameshakula. Wapi? Sasa ni jioni. Jua linazama. Walete. Sasa ni jioni. Jua linazama. Ni wewe kweli au? Hata ndege wanarudi. Siba wala. Ai. Mwanangu. Kila kitu kinarudi kwenye makao yao. Mchungaji, hivi hauna mtoto wa kike pale? Baba anakutafuta. Mchungaji, tano tena mchungaji. Imekuwa ni jioni sasa. Wewe uko wapi? Ni heri ungerudi nyumbani. Ndugu yangu uko wapi? Abisha baba. Unajua ni huruma sasa Mungu wa Israeli. Tazama mambo uzima. Huyu kijana alipata matatizo makubwa sana. Lakini kwa huruma yako jemedari wa vita, umeenda mambo uzima kumponya ugonjwa. Katika maandiko yako jemedari wa vita, uliwaponya Ibrahimu, uliwaponya manabii na manabii waliopata vichaa, wakina Lazaro walihangaika sana, uliwaponya. Naamini kabisa kupitia huyu kijana utakuwa ni ushuhuda tosha kabisa, kwa sababu walimuona huyu kijana anavyohangaika, anavyoteseka. Ninaomba polisi tawala ndani ya nafsi yake, tawala mishipa yake, tawala hata uso wake, tawala yoyote vile. Ninakinga kabisa kila nguvu yote juu yake, rana za ukoo, rana za majirani, rana za mtu yote yule ambaye anamnyemelea kwa siri. Roho Mtakatifu, tembea naye Bwana, mulinde Kristo. Asante kwa ni Mungu ambaye kushinda, katika jina la Mungu hai. Sasa hapa kinachotakiwa unasema imekuwa ni jioni.